Tumesikia wengine wanasema sijui hata kesho wataleta vurugu jiji la Nairobi. Hakuna jambo kama hilo litafanyika. Hilo nataka kukuambia saa huu, yeyote ako na huo mpango kesho kuleta vurugu kwa nchi yetu utakipata. Whichever level you are in the society, whichever status. Niko na Land Cruiser za kutosha kutupa wewe nyuma ya Land Cruiser. Kesho siweki mtu kwa Prado, yote nita arrest. Whoever you are, nikurusha wewe kwa Land Cruiser nyuma, uende jela, ufungwe milele. One thing I know, ladies and gentlemen, the power belongs to the people. The power belongs to the people. And according to the Constitution of 2010, it states that power belongs to the people. So, ladies and gentlemen, welcome. I want us to talk about the statement from IG Koome. And, you know, in Kenya, tuko katika hali ya political tension. Political tension whereby the party and the opposition party wanakuarushana. And there's no any reason why sisi tunashuhudia sekta ama ile sehemu ambayo inafaa kulete amani inajiunga na upande mmoja. So nataka tuweze kukagua matamshi na maneno yake IG Koome ambayo amezungumza siku ya leo. And before that, I want to warn Koome that he should keep off from politics. He should keep off from politics. Yani mtu IG, the police commander, yani yeye anasimama kutishia watu na hasira badala ya kutafuta suluhu ya kuunganisha Wakenya, anajiunga na sehemu moja. Kabla niweze kuangazia maneno na matamshi yake IG Koome, ninataka kwanza tusikize na vile alisema. Ndio manake tukianza kufanya analyzing, watu waseme kwamba eti tunaingilia Koome. Tusikize kwanza huu ujumbe. Tumesikia wengine wanasema sijui hata kesho wataleta vurugu jiji la Nairobi. Hakuna jambo kama hilo litafanyika. Hilo nataka kukuambia saa huu, yeyote ako na huo mpango kesho kuleta vurugu kwa nchi yetu utakipata. Whichever level you are in the society, whichever status. Niko na Land Cruiser za kutosha kutupa wewe nyuma ya Land Cruiser. Kesho siweki mtu kwa Prado, yote nita arrest. Whoever you are, nikurusha wewe kwa Land Cruiser nyuma, uende jela, ufungwe milele. Yes. Nadhani msikiza vizuri sana. Na mimi hapa kama Kuntu ninataka tuweze kuangazia swala hili. And bila kuogopa, ninataka tumvamishe IG Koome. Tunajua kwamba hii ndio mareke ya kwanza ameingia kwenye ile sekta, na kumjulisha kwamba kama alipatiwa hicho cheo kupitia kwa ile urafiki kwa wanasiasa, anafaa ajue kwamba ile kiti ambacho amekalia hakihitaji kujiunga na siasa. Wakati ambapo unatishia eti kwamba you are telling somebody to face you. You are the IG. That's not your responsibility. Your responsibility as IG, police commander, is to look at the solution on how to solve issues. Sasa watu wa Kenya wametoa picha ya mwanamke ambaye ni askari kule katika maeneo tusema, I don't know where I don't want to mention the place, but wananchi wametoa picha, kutrendisha picha. Wewe kama IG, what are you supposed to do? Si kulenga mtu mmoja, is to warn Kenyans kutumia hiyo picha. Wakati maskari wako wanatumia vibaya, mtu akikondem, si tu unajitokeza kwanza kukula kiapo hapa, unasujuna tisha watu. You are the IG. Remember,
You are dealing with Kenyans, not police. That's why nilianza kwa kusema kwamba power belongs to the people. And if power belongs to the people, therefore power doesn't belongs to you. You are the commander, but you're not the commander to all Kenyans. You are the commander to the police. You are commanding police. But these people, even the president, anajua kwamba power belongs to them. When people are picketing in the constitution of 2010, watu wako na ruhusa ya kuandamana as long as wamekupatia notice, as long as wamepatiana notice to the police, and the work of the police is to give security to these people to andamana. So as the IG, ile kitu mesema siku ya leo ni kitu ambacho hasa wakati mwingine kitaleta kuwagawanya nchi ya Kenya. Wakati tunasema kwamba it doesn't, I don't know, sijui kama is quote the exact words that you said, and they're cowards, they should face you as the IG. Wacha kwanza. Koome, nimekuita mara ngapi? They are not cowards. You are causing, what can I say? You are inciting war. That's what I can say. No one is coward. When people are picketing and your police, instead of giving security to those people to picket, they're the same police who are demonstrating, doing demonstrations. We saw on TVs. Yani watu nafika mahali wanaandamana, wewe unaanza kuwamwagia maji na maskari wako. So meaning like mnatumiwa wakati mtu ana complain, you're supposed to call that person, mwambie tafadhali, we want peace. If you're picketing, tunahitaji amani, heshimu vitu za wenyewe, kama vile mpatia notice fanya. Si ati kwamba Koome and yale maneno ambayo umezungumza siku ya leo yanaonyesha kwamba wewe uko katika mlengo fulani. Kwa Kenya hii, ni nani alikataa watu wasiandamane? Kama umesikia vibaya, mdoo wako ameambiwa vibaya, haya basi kuna sababu inaonyesha mbona ameambiwa vibaya. Wewe kama IG ungesimama useme, hapa nayo mlisema vibaya, hapa nayo tutarekebisha, tumesikia kilio chenyu, ama hii si kwa vivi na hivi. Kura Nairobi tuliona vizuri sana, tear gas zinarushwa kwa watu ambao wanaandamana kwa amani, hawachokoza mtu yote, alafu watu wanaenda kumbea na gari wanarushiwa tear gas. Tunaona kwa viongozi wanazungumza, wanamwagiwa maji. We saw on cameras. Eti sasa mtaki muambiwe. That's why mnaanza kusema Koome, let me tell you this. The moment utaguza Raila Odinga, because umesema leo haijalishi ni nani, haijalishi ni mtu mgani, utaenda na utafanya nini? You will go and arrest him or her. Let me tell you, kama kuna mtu akona wafuasi ambao ni fijua ngumu, ni Raila Odinga. And ikiwa utaguza Raila Odinga, let me tell you, leo Sunday, kesho ndio maandamano. Ikiwa utaguza Raila Odinga, wajua kwamba mmepoteza amani nchi hii ya Kenya. Hatutaki vita. Wewe kama serikali, wewe kama komanda wa maaskari, stay away from politics. Stay away from politics. Kama kuna kitu kibaya
Raila Amolo Odinga na wafuasi wake wa Azimio walifanya kinyume. Uko na right ya kuwapeleka katika ile kitengo cha DCI, waweze kuchunguzwa na washtakiwe, waweze kufunguliwa mashtaka, kwa sababu Kenya hii hakuna mtu ambaye ako juu ya sheria. Kama kuna kitu kibaya wa Kenya wanafanya ukiandamana, kuna nafasi ipo ya kuwapeleka mahakamani na wakashtakiwe na wakahukumiwe kulingana na sheria. Ninataka nikuambia Koome tena hivi, kama Raila Amolo Odinga kuandamana wanafanya kinyume na sheria, uko na ruhusa, uko na nguvu ya kumpeleka mahakamani, lakini si wewe kwa kutumia kitengo cha DCI, kile kinachofanya uchunguzi na kupatiana mwelekeo, ama kusema kwamba Raila Amolo Odinga alifunja sheria fulani na fulani, sasa anapelekwa mahakamani ili aweze kufanya nini? Akaweze kuhukumiwa. Lakini si kupayuka kutoka kwa kitanda chako na unaanza kutishia hapa. Hii Kenya tunakuambia hivi leo, hii ni Kenya ambayo inaongozwa na sheria na katiba ya 2010. Ikiwa Kenya inaongozwa na katiba ya 2010, haya basi wewe uko na nguvu ya kushtaki mtu kulingana na katiba ya 2010. Hatutumii ile katiba ya ukoloni, hatutumii katiba ya kina Moi, hatutumii katiba ya kina Kenyatta. Tunatumia katiba ya 2010 ambayo ilipigiwa kura na mwananchi ambaye ni Mkenya. Na katiba yenyewe inasema kwamba yule mtu ambaye ako na nguvu zaidi hapa nchini Kenya ni Mkenya mwananchi ambaye ako na nguvu kushinda mtu yote yule. Heshimu sheria kama viongozi, kama sekta ya serikali. Mheshimu sheria. Eti sasa you will be taking photos, you don't mind kama zitakuwa risema nini ile, at you take photos during demonstrations or during picketing, you don't mind kama ni za 2017 2007, you don't care. The is a criminal is a criminal. Let me ask you a question. Kama mtu alikuwa criminal na amechange and want to use the same the image of 2017 to that person, labda huyo mtu amefika sasa hivi amekuwa pastor. So IG, you know, hiyo matamshi yako umezungumza leo, Wakenya wamekasirika na wewe. Hivi ndio tuna DCI inachitokeza kupost picha eti wanasema hao watu wazipeleke kwenye headquarters Kiambu. Hey, you know, mnatumia picha za kumaanisha kwamba mnaforsiwa kufanya vitu. You don't do investigations, you don't inquire. Hii picha hata kama inatembea ni ya lini na mbona inatembea? Kama inatumika njia mbaya, haya mnafaa kuona wa Kenya, hiyo picha mnatumia kwa njia mbaya imepigwa marufuku. Sisi tuanze kutoa kupost kule atu sasa mkipata ni marehemu alikufa. Hey, IG, nyinyi mnatumika vibaya my friend. Heshimu sheria ya Kenya na mjue kwamba Kenya, hata kama wewe ni IG wa maaskari, lakini si IG wa Wakenya, na nguvu na mamlaka yote yako chini ya Wakenya. Hata wao wakiamua wataamua kukutoa huku kwa sababu nguvu na mamlaka wanazo. Tuheshimu tu sheria. Wacha kuleta chaos. Serikali ya Kenya kwanza inapishana na Raila Odinga. Wacha nini vita zao? Wacha wapigane. Mwenye nguvu wacha wapigane. Kama sekta ya maaskari, maintain law and order. Law and order. Simple. Kama watu watafanya picketing from January to January, provide security. As long as it is a peaceful picketing, give them security. Hata kama ni January to January, February,
every day, just to provide security. Si eti kwamba kutishia eti you will arrest, you don't mind the category, the title, whatever of that person. Kuna watu wengine tafadhali huwezi ukaguza. Kuna watu wengine wamepigania nchi. Kuna watu wengine ambao wamekupatia hata wewe uhuru wa kufanya kazi hiyo kama IG, ambao walihakikisha kwamba umepata hiyo uhuru kunayo kupitia kwao kwa kuteswa. Sasa let me ask you, kuna watu hapa mnasema ati mtarrest. Waliarestiwa wakati wa Moi, wakateswa wakati wa Moi. They were tortured. Wengine walikufa. Sasa kuna watu wako tayari kukufa ili kukomboa nchi hii. Sasa kusema kwamba naanza kutishia watu, hii imepita na wakati. Kutishia watu ilikuwa wakati wa ukoloni, wakati ambapo Wakenya wako wanajua mbele wala nyuma. Sasa watu wamechanuka. Kama kuna mtu amefanya makosa, shika yeye, peleka yeye mahakama, ashtakiwe na afungwe kulingana na mashtaka yale ambayo atakuwa afanya nini, amepatikana nayo. Ndio manake samani niko na homa. Ndio manake tuliona mnashika watoto ambao wanapiga kelele kwa street, akina Nuru Okanga na Gaucho. Eti mnaenda mnawashika bila kuchukua na warrant of arrest. Akina Gaucho, akina Nuru Okanga, watu wanapiga kelele kwa street, watu ambao hawana kazi ya kufanya. Eti wao sasa mnaenda kupigia, eti kusema kwamba sasa mnawashika na ati na civilians, mnawachukua hata familia zao, mnawaficha watu sasa. What kind of this government? What shame? What kind of shame is this to these police officers? Yana watoto si muendea Raila Odinga, si muendea kina Pablo Wino, muendea kina Nuru. Watu hawana hata rent ya kulipa, hawana hata rent, ndio mnaenda kushika huko kwa slums. This kind of government, this kind of police officers, wacha kutumika vibaya. Kwa any independent. Kama ni Nuru Okanga mnataka kushika, shika yeye, peleka yeye court. And it is unfortunate, wapeleke court, wachache kama wamefanya makosa. Sisi tukua na kushika. Kama mtu amefanya makosa, kujena uniform, njoo vizuri. Hata kama mnakuja na civilians, ambia familia yake huyu amefanya makosa fulani na fulani, Nuru Okanga amefanya makosa ABCD, tunashika yeye, tunapeleka yeye polisi fulani, na siku fulani atapelekwa kotini, na tunajua kwamba within 24 hours anafaa kufika kotini akajibu mashtaka yale ambayo ameshtakiwa. Sasa mnaenda mnashika chokoraz, akina Nuru Okanga chokora, watu hata rent hawana, ati ndio mnashika. Shame on you. Sasa kwa hapa kutishia Raila Odinga, kutishia watu ambao wanafanya maandamano. Mimi nimeona tu Wakenya, waambieni hao kwamba nguvu na mamlaka zipo mikononi mwenu. Kama Mkenya uko na mamlaka ya kuandamana, uko na mamlaka ya kuandamana mahali popote hapa nchini Kenya. Hata ndani ya maji upo na ruhusa ya kuandamana. Ndani ya bahari uko na ruhusa ya kuandamana. Hata katikati ya jiji la Nairobi uko na nguvu na mamlaka ya kuandamana, as long as ufanye peaceful demonstrations. Hakuna mahali ambapo wanasema kwamba, hakuna mahali ambapo constitution ya Kenya inasema kwamba hii ukifika Nairobi hakuna kufanya maandamano, ukifika San Fran hakuna kufanya maandamano. Kama mnafanya maandamano ya amani, give them security, because hii nchi ya Kenya unaruhusiwa kuandamana sehemu yeyote, sehemu yeyote. Ndio manake Wakenya wamejitolea kukomboa hii Kenya kutoka kwa mikono ya waragai, mikono ya wale watu ambao wanatumika vibaya, and they're ready to die as long as hii Kenya kwa future generation, watoto wetu wakuja kuishi vizuri bila intimidations,
bila uoga, bila kutishiwa, kama jinsi ambavyo tumeona Koome ana Koome leo Wakenya watakuota. Koome leo Wakenya watakuota. Wacha kuingia mambo na siasa. Wewe ni IG wa polisi, lakini si wa Kenya. Deal na police officers kama deal na police officers. Wacha kukula maneno mingi. Wacheni bwana.